Maono ni nini? Maana kuna muda tunachanganywa kidogo na hii dunia. Tunachanganywa kidogo na hii dunia. Namna gani ambavyo tunayatafsiri maono yetu? Namna gani ambavyo tunaweza tukafocus kuweza kutimiza ndoto zetu? Maono ni njia inayokuonyesha wewe sehemu ambayo utaenda. Unaweza ukawepo leo SUA, lakini una maono makubwa ambayo SUA hayapo. Kwa maana yake ni kwamba nipo SUA, lakini maono yangu mimi, ninavyoona mimi, naona niko mbele zaidi. Siko wapi? Siko SUA. Vijana wengi tunapokuwa na maono makubwa, tunaona kabisa kwamba wakati tuliopo sio wakati sahihi wa kutimiza maono ambayo tulionayo. Maono ni process ili uweze kuyafikia. Kwa mantiki hiyo, ili uweze kufikia maono yako, lazima utengeneze njia ya kuielekea hiyo kesho yako, ambayo ndio maono yako wewe mwenyewe. Ukiwa unaona kwamba mimi nimezaliwa maybe niwe mwanasiasa, mimi nimezaliwa niwe mfanyabiashara, hayo ni maono yako kama kijana, ni maono yako. Nguvu zako za kuyaishi yale maono ni namna ambavyo plani utakavyozifanya kuelekea maono yako, ndio yatadetermine vitu viwili: you can reach your vision or not. Kwa sababu kumbuka, maono tunaita visions, ndio vision. Kipi unachokiona kwako hakimaanishi ndicho utakachokipata, kwa sababu vision without planning is a wish. Una wajibu wa kuchagua kwamba maono yangu bila kuwa na plani kuelekea maono yangu, hayo ni matarajio tu ambayo hayawezi yakatimia. Ili uweze kufikia maono yako, lazima uwe na plan. Kufikia kitu fulani, lazima ujipange kwamba nitapita hapa ili kufikia pale. Vijana wengi tumekuwa na maono makubwa sana, lakini hatuna mipango. Hatuna kabisa mipango. Sasa unaweza ukajiuliza, mipango ni nini? Plan ni nini? Plan ni vitu ambavyo umevivunja kutoka kwenye ono lako hilo moja. Kama we umeona kwamba mimi ono langu ni kuwa mfanyabiashara mkubwa, kuwa mwanamuziki mkubwa, kuwa mwanasiasa mkubwa, kuwa mtu fulani ambaye we unaona kabisa kwamba mimi kwenye maisha yangu nipo nasoma SUA BVM, lakini najiona kabisa mimi niko kwenye biashara. Sasa unaacha, nasubiri ukifika mwaka wa 5 ndo unaanza kusema sijui mimi nitaelekea wapi. Hayo maono yatakuwa ni wish, kwa sababu hauna plani ya kuelekea vision yako. Ufanye nini? Ukiwa na vision kwenye maisha yako, ivunje ile vision kwenye vitu vidogo ambavyo utakuwa unavifanyia kazi mwaka baada ya mwaka, mwezi baada ya mwezi, wiki baada ya wiki, na hayo malengo madogo ndio yatakufikisha kwenye vision ambayo wewe umezaliwa kuifanya. Mimi ni kijana mwenzenu, naongea hivi, naona namna gani vijana tunafeli. Vijana tumekuwa tunaamua mambo ambayo sio ndani ya mipango yetu, bali nje ya mipango yetu. Yaani outside circumstances zinaamua inside decision. Wewe uliamua kitu fulani kufanya, na ni vision yako, ni plani yako, lakini haufanyi kwa sababu ya vitu vinavyoendelea nje. Sasa ukiwa na maono, ili uweze kufikia maono yako, inatakiwa usikie sauti kutoka ndani ambayo utakuwa umepanga mipango yako. Ili uweze kufikia maono yako, lazima uifuate sauti ya ndani. We maono yako kabisa nakwambia kwamba we ni kuwa mtawa, alafu na rafiki yako anakuambia kwamba twende samaki. Lakini ukiangalia plani zako kwa hiyo wiki, hamna ratiba inayokuambia kwamba utakuwa na meeting samaki. You cut off ya maono yako. Ili uweze kufikia maono yako, lazima uwe na barrier kwenye maisha yako. Barrier hiyo utaipataje? Zifika dakika ngapi? 5.
dakika moja namalizia. Hiyo beria kwenye maisha yako utaiweka vipi? Fikia maono yako unayoyaota, lazima uwe na misingi ambayo ni amri. Lazima uwe na vitu vinavyokubana. Sisi ni Wakristo, si ndio? Tupo kwenye kanisa, tunamwamini Kristo wote, si ndio? Na Kristo ni our role model, si ndio? Lakini kutokana na kwamba sisi ni Wakristo, Mungu akatupa amri 10. Ili uweze kuona ufalme wa mbinguni, lazima uzishike hizi amri ngapi? Si umeelewa vizuri? Hizi amri 10 ndizo zitakazo kuongoza kwenye Ukristo wako. Huo ni Ukristo tunaweka pembeni. Tunakuja kwako. Mimi ni Erasto. Nataka kuwa nani? Na je, ili nifike ninakotaka kuwa kwenye maono yangu, nina amri au sheria zangu nilizoziweka kwenye maisha yangu ili ziniongoze? Sheria ni nini? Sheria au amri ninakwambia hiki kitu fanya, hiki kitu usifanye. Sasa kuna vijana ana maono makubwa, lakini yeye hana vitu vya kutokufanya, hana vitu vya kufanya. Kila kitu kinachokuja anafanya. Haujabagua kwamba kuna vitu napaswa kufanya na kuna vitu napaswa nisifanye. Hauwezi kufikia maono yako. Ili uweze kufikia maono yako, lazima uweke utaratibu wako, lazima uweke serikali yako ambayo ni kichwa chako na mipango yako. Unapanga kwamba mimi nina vitu fulani vya kufanya. Kuna hivi vitu sitovifanya. Maana yake ni kwamba nikivifanya hivi nitakapovifanya nitafikia malengo yangu. Nikivifanya hivi ambavyo nimesema sitovifanya vitaniangusha, sitofikia malengo yangu. Kama vilivyo amri za Mungu kwamba nikizini ina maana nitakuwa nimekosea, na kwenye maono hivyo hivyo kwamba nimepanga maono, maybe kwamba una maono fulani. Ngoja niwape plan moja ambayo nilisoma kwenye kitabu kimoja cha The 7 High Effective People. Inazungumzia habits hizo. Naomba niwape zipo 4. Identify your role. Identify your role. Majukumu yako. Yaani kwanza ujue majukumu yako. Majukumu yako. Na ndani ya ile jukumu, yale majukumu uweke maono yako pale. Mfano mimi najitolea, mfano mimi role zangu. Mimi role ya kwanza ni personal development. Role yangu ya kwanza. Role yangu ya pili ni public speaker. Role yangu ya tatu ni event moderation. Role yangu ya 4 mimi ni mtumishi wa serikali. Kwa hiyo ipo pia hapo role ya 4. Nimeweka pale. Kwa maana yake ni nini? Hizo ni role zangu za 4. Na role nyingine ya mwisho nimeweka mimi ni baba ajaye. Hiyo ni kazi yangu. Baba ajaye nimeweka pale. Nikarudi kwenye plan. Hiyo ni role. Una identify role zako ambazo utazifanya. Nikaja kwenye jambo la pili ambalo ni kuselect goals. Baada ya kujua role zangu ni zipi, naenda kuselect goals. Mfano, kwenye personal development, role yangu namba 1, maendeleo binafsi. Goals ambazo niziweka, ina maana lazima nifanye mazoezi, lazima nisome vitabu, lazima nijifunze, lazima niwe spiritual fit, yani it means lazima niwe nasali. Umeelewa vizuri? Hizo ndo goals zangu kwenye ile role namba 1 ya personal development. Nikishajua kwamba okay, nataka nifike sehemu fulani, in order to be ili niweze mimi mwenyewe kuwa mzuri kwangu, kuweza kupata maendeleo binafsi, lazima nisali, lazima nifanye mazoezi, lazima nile vizuri. Na maana tunasema kwamba ukila vizuri ndivyo utakavyokuwa na afya njema. Kwa lazima kuna vyakula uvigno, kuna vyakula lazima uvitumie. Sio kwamba kila kitu unakula ili uweze kufika unapotaka. Na mfano wa plani nyingine iko kwenye goal. Ukichukua role kwa mfano kama mimi ni mwanafunzi wa SUA, si ndio? Role yangu ni student. Ina maana nitakachokifanya ni kwamba nakuwa na goal. Kila siku lazima nisome. Simeelewa vizuri? Hiyo ni goal. Ina maana siku nzima ikisha sijasoma nitajua moja kwa moja nimeanza kupoteza plan zangu ili kutimiza majukumu yangu niliyojipa. Mfano ni public speaker. Mfano kwamba kila siku lazima nisome kitabu kwa dakika zisizopungua 30. Nisiposoma najua moja kwa moja sijatimiza plani yangu ya siku. Unajua kabisa kwamba wewe kuna kitu nakifanya kulingana na ile role. Unakuja hapa kwenye plani
kuweza kuidentify plani zako za kila siku, kila wiki, kila mwaka. Kwa una uwezo wa kuona evaluate kwamba mimi kwenye maono yangu nimefikia asilimia ngapi nitimize maono yangu. Kama huwezi kujua leo umefikia asilimia ngapi kutimiza maono yako, bado haujapata maono. Jambo la tatu ni schedule, muda. Schedule, muda. Unakuwa na muda ama ratiba unakuwa umeipanga. Kwa unakuwa zile plani zako umezipa muda, kwamba hiki kitu nitakuwa nakifanya kwa muda fulani, kwa muda fulani. Kwamba kama mimi mwenyewe nataka niwe napata self refreshment, kwamba kila Jumapili nakuwa napata self refreshment, naenda sehemu natulia na meditate, nafanya mambo yangu vizuri, nakaa kwenye jua vizuri, au nakaa beach napiga upepo safi. Unakuwa na ratiba yako, sio kwamba wewe kila siku ni weekend. Matumizi mabaya ya muda. Jambo namba 4, daily adapt. Daily adapt. Hii daily adapt ni kulingana na plani zako, unaenda kuziapply kila siku, kwamba kila siku kulingana na ratiba zangu nilizojipa lazima niwe nazifanya, ili mimi tabia yangu iweze kuadapt ndani ya siku moja. Maana kitu kinachotushinda pia vijana ni ile unapokuwa unagairisha vitu, ndivyo unavyozidi kuipeleka ndoto yako mbali zaidi. Ila unavyozidi kufanya vitu, ndivyo utakuwa unazidi kuisogeza ndoto yako karibu. Mimi jamani, nina vitu vingi na ni mkufunzi. Kwa nilikuwa nazidi kuongea, nakuta kuna vitu vinakuja. Kwa hiyo tunaweza tukaongea kwa muda mrefu kidogo. Basi nawashukuruni sana kwa hayo machache ambayo mimi nimewapatia. Mimi ni wasii vijana.